Kwa na uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunaamini hiyo. Nisiwatoshe sana watoto wa Mungu. Leo nimezungumzia vita vya imani katika ulimwengu wa roho. Nilivyozungumzia vita vya imani katika ulimwengu wa roho, nimeonyesha kwamba vita tulivyo navyo si vita vya watu ambao bado hawajaokoka. Ni vita vinavyowaleta watu. Na kinachofanya wewe upate kulengwa na vita hii kwa sababu ndani yako mnaonekana kuna kitu cha thamani sana. Na hicho kitu ndicho ambacho shetani anapenda kukipiganisha. Anaweza kupiganisha huduma yako. Anaweza kupiganisha akileta hiyo katika nyumba yako, jaribu zinainuka. Lakini usiposimama imara wewe mwenyewe, utakuwa umetenda kazi bure. Ni nini ambayo tayari umeanza Ukristo wako? Ni mambo mangapi ambayo tayari umeshayafanya? Kuna wakati unakubali hata baridi mpaka kukupiga, unaacha kila kitu, ufanye yale yote kisha mwisho aseme sikutubu. Hiyo ni huzuni wa Mungu. Licha ya kuwa katika nchi za ugeni, licha ya kuwa wapi, Biblia itabaki kuwa Biblia. Na tunaambiwa kwamba tukijua kweli, na hiyo kweli itatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tujitume sana na tupate kujifunza neno la Mungu, kwa sababu unapojua neno la Mungu, hakuna chochote kile ambacho kitakupata. Kwa ajili ya nini niseme hivyo? Shetani anapokuja kwa mtu, anatumia maneno haya ya Biblia kisha anayageuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana hata leo unakutana tayari injili zinakuwa nyingi sana. Hatuna wa Yesu wawili. Yesu ni mmoja tu. Tufungie na andiko ya Waefeso 4:5. Tufunge na andiko ya Waefeso 4:5 ili tuendelee na shughuli zingine. Waefeso 4:5. Maneno ya Mungu yanasema hivi katika kitabu cha Waefeso 4:5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Lakini ukiangalia elimu za sasa, ile andiko linafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda utafakari sana. Napenda ujiulize ni namna gani utakavyopigana hivi vita vya imani. Kwa sababu pale unapokubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, tayari umetangaza